Mungu anao mpango kamili. Mwanadamu alipotenda dhambi kwenye bustani ya Edeni, shetani alijiona amemaliza. Shetani aliona ameleta mzizi wa fitina, ndipo akajua nimeleta kifo duniani na hakuna atakayeweza kumsaidia mwanadamu. Lakini akasahau ya kwamba Bwana katika ile bustani ya Edeni alishatoa tangazo ya kwamba atakuja uzao wa mwanamke, utakuja duniani siku moja kuleta ukombozi kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu mwenyewe ndio mwinjilisti wa kwanza. Wakati wanadamu walipotenda dhambi, akasema leo nitafanya kazi ya uinjilisti. Mwida ya jua kupunga jioni, akatembea kwenye bustani ya Edeni. Alipotembea kwenye bustani ya Edeni, Biblia inasema Mungu akamuita Adamu, akasema Adamu uko wapi? Maana yeye kazi yake ni kutafuta, kazi yake ni kuhakikisha usalama. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipokuta pale Adamu hayupo kwenye nafasi yake, akatoa tangazo akasema, kuna siku uzao wa mwanamke utakuja duniani, na utakapokuja duniani utaondoa mauti, utaondoa magonjwa, utaondoa mateso, utaondoa misiba. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati ulipofika Yesu akaja. Kama nilivyokuambia, Yesu sio mzururaji. Alikuja kwa sababu wakati ulikuwa umefika. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu Mungu ana ratiba na anayajua maisha ya wanadamu, huwa anakuja kwa wakati sahihi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata jioni ya leo tumekuja kwa wakati sahihi. Wewe unasikia sauti hii? Hii ni saa yako ya kukombolewa. Hii ni saa yako ya kuponywa. Hii ni saa yako ya kuwekwa huru. Hii ni saa yako ya kutembelewa na Yesu Kristo wa Nazareti. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa Yesu akaenda mpaka Naini. Na kwa sababu anajua anachokifanya, anatembea kwa ratiba maalumu. Biblia inasema Yesu alikuwa na mkutano mkubwa ukimfuata. Lakini kumbe saa ile ile, kwa sababu mwanaume huyu habahatishi hata kidogo, ilikuwa inasemekana mchane wa Naini alikuwa amefiwa na mtoto wake. Tena mtoto anayempenda. Yani mama ni mjane, alafu kafiwa na mtoto wa kiume. Hali yake ilikuwa mbaya. Najaribu kupiga picha, alikuwa na simanzi kiasi gani. Kwa nini mimi Mungu umenifanyia hivi? Mbona Mungu umeniacha? Tumaini langu litakuwa wapi? Wakati ule waambie baba, watu wa Israeli walikuwa mtu akifariki anazikwa ndani ya masaa machache. Kwa sababu wanatheolojia wanasema ule mji ulikuwa na joto sana. Ulikuwa huwezi kukaa na maiti kwa muda wa kutosha. Nisikilize nikwambie mpendwa. Watu wakamwambia mama, tunajua uchungu ulio nao, tunajua mateso ulio nayo, lakini hatuna cha kukusaidia. Cha kukusaidia ni kwenda kuzika tu, maana hakuna tumaini jingine. Kwa hiyo kukawa na misafara miwili. Yesu amefunga tela, yuko na makutano yake, anaingia kwenye geti la Naini. Huku mama mjane na jeneza nao wamefunga tela, wanakwenda kuzika. Biblia inasema ya kwamba Yesu akaenda mpaka pale kwenye lile geti. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sikiliza. Amen. Sijui uko kwenye msafara gani. Wapo waliokuwa kwenye msafara wa kuzika. Lakini wapo waliokuwa kwenye msafara wa Yesu. Misafara miwili ikakutana kwenye geti la mji wa Naini. Maana enzi hizo kila mji ulikuwa na geti. Kweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niposa ninakumbuka neno ambalo lilisema Yesu kwamba nitalijenga kanisa, wala mageti ya kuzimu hayatalishinda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Msafara wa Yesu ukafika. Biblia inasema watu wanaokwenda kuzika wao wana kasi mno. Maana wanasema tunapoendelea kutunza hii maiti, tunaongeza tu msiba. Mama analia, sijui alikuwa analiaje, maana kuna watu wanalia ni ajabu. Niwewe kusikia Wanyakyusa wakiwa wanalia kwenye msiba ni balaa tupo. Wanalia mpaka wanapiga vichwa kwenye migomba, kwa sababu wanafanya maombolezo ya kila rangi, maombolezo ya kila sura. Yamkini watu walikuwa wanajimwagia mpaka vumbi kwamba itakuwaje, na wengine walikuwa wanasema ngoja tumuunge mkono huyu mama, na
nani atakayemtia moyo? Lakini wenyewe watoto wao walikuwa nao. Sikiliza nikwambie mpendwa, ukiwa kwenye msafara wa Yesu hakuna kinachoharibika. Ukiwa kwenye msafara na mwanaume Yesu hakuna kinachoharibika. Na leo nimeuleta msafara wa jina la Yesu Kristo, ambaye akiingia kwenye maisha yako kila kitu kinageuka. Akiingia kwenye moyo wako kila kitu kinatengenezwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kama movie vile Yesu anafika pale, Biblia inasema akuongea, akaenda akaligusa jeneza. Sikiliza, watu walikuwa bado hawajamjua Yesu. Inawezekana walikuwa hawajawahi kuona ufufuo wa mtu anafufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wameshaona watu wanaponywa, waliokuwa wanaumwa wanaponywa, waliokuwa wawezi wameponywa. Kwa Yesu alipoligusa jeneza, wakajua huyu msikaji labda amekuja kusaidia kubeba tu. Ukigusa jeneza wanakupisha. Sikiliza nikwambie mpendwa, Yesu sio mbeba majeneza, bali Yesu ni mfufuaji. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata jioni ya leo yuko mahali hapa. Sijui jambo gani limekufa kwenye maisha yako, lakini ninapozungumza jioni ya leo nina uhakika na habari zake. Sijui nini kimekufa maishani mwako. Kuna watu wanasema figo zao zimefeli, figo zimekufa, ila nimelibeba jina la Yesu linaloweza kufufua. Jina la Bwana libarikiwe. Apewe sifa Yesu. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Haleluya. Amen. Watu wakajua Yesu anataka kuweka jeneza begani. Akasema muda wa kubeba bado. Huu ni muda wa kufufua. Kweli kabisa. Wanasema oya, peni mshikaji jeneza asaidie kidogo. Kumbe yeye sio mbeba mizigo. Biblia inasema kwenye Mathayo 11 mstari wa 28 ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jina la Bwana libarikiwe. Walijua kwamba anakuja kubeba mzigo, kumbe anakuja kupumzisha. Haleluya. Amen.